Umetushika mkono, umetufundisha, umetuelekeza, umetufungulia njia, na leo sisi kama mtandao, japo tuko wachache kwa namba humu ndani, lakini ni wengi kifikra, kijinsi ya kwamba si tu wale ambao tuko kwenye miji na si tu wale ambao tunapata fursa ya kuweza kukaa na wenzetu kwenye vikao kama hivi, lakini hata wale ambao wako pembezoni. Tunafahamu changamoto ya rasilimali fedha, lakini pia tunafahamu uwezo mkubwa wa vikundi mbalimbali vilivyopo nje ya mazingira rasmi ambayo wanafanya kazi kubwa sana, lakini hii yote inawezekana kwa sababu serikali imefungua milango yake, na kipekee kabisa ofisi ya makamu wa rais kwa technocrats. Leo hapa mkusanyiko hili hapa ni katika mchango wa kuelekea kutimiza yale ambayo yamebainishwa katika dira. Bi Maria Matui ambaye ni mratibu wa mtandao huu, lakini mwenyekiti nimeambia hayupo, lakini natambua majukumu yake na umuhimu wake katika mkutano huu. Wataalamu kutoka wizara na taasisi mbalimbali pamoja na wawakilishi kutoka mashirika yasiyo ya kiserikali pamoja na sekta binafsi, maambigo na bwana, habari za asubuhi. Kwanza napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uwezo wake ambayo ameweza kujalia sisi sote kuamka salama na kufika hapa kama ambavyo tumeomba na kumshukuru, lakini tunazidi kumpa sifa hizi na utukufu wake, ili kwa sababu ametupa uhai wa kuwezesha kuja hapa. Mimi binafsi ninayo furaha kubwa sana kwa kupata fursa ya kuja hapa kwa niaba ya mkurugenzi wangu kushiriki katika uzinduzi wa mwongozo huu wa mabadiliko ya tabia nchi na vijana, wa majadiliano ya mabadiliko ya tabia nchi na vijana. Na napongeza sana mtandao huu wa jinsia na mabadiliko ya tabia nchi Tanzania kwa kuja na wazo hili, kwa sababu linasaidia sana kuwezesha kusonga mbele na kuwezesha ushiriki wenye manufaa kwa vijana na mama pamoja na wadau wengine katika masuala ya mabadiliko ya tabia nchi. Tanzania imefanya jitihada kubwa sana kwa kuwa na miongozo pamoja na mikakati mbalimbali ambayo inabainisha na kusisitiza umuhimu wa vijana, wa kina mama pamoja na makundi mengine muhimu katika kuhakikisha kwamba yanashiriki katika mabadiliko ya tabia nchi. Kwa mfano mojawapo ni jinsi ambavyo mpango wetu wa kuhimili mabadiliko ya tabia nchi unaitwa National Adaptation Plan. Wengi wenu mtakuwa mmeshiriki katika kuandaa au umeusikia au umeuona kwenye mtandao. Umesisitiza kuwa makundi yote ambayo yanaathirika na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo wakina mama na vijana, lazima yashirikishe ipasavyo katika utafutaji wa suluhu katika masuala mbalimbali ya sekta zinazoathirika na mabadiliko ya tabia nchi. Ukame umeongezeka sana, ardhi imekauka, imeharibika, si ndio? Sasa ardhi ikiathirika, nini kinatokea? Maana yake bioanuai, viumbe, mimea, wanyama, wadudu, labda na wadudu wadogo, si ndio? Wanaathirika. Haya, bioanuai ikiathirika, sisi wanadamu duniani ndio tumekwisha, kwa sababu tunategemea bioanuai sisi wenyewe kustawi. Ndiko huko tunapata chakula, si ndio? Kwenye mimea tunapata dawa, tunapata mahitaji yetu mengi sana, tunategemea sana mimea, tunategemea wanyama katika shughuli zetu mbalimbali za chakula, za utalii, kujipatia kipato kama nchi. Zaidi ya hapo ni kwamba kuna baadhi ya maeneo ambapo kumekuwa na janga la ukame ambalo linapelekea watu kuhama, lakini hata wale waliopo wanapata changamoto ya chakula, lakini wengine hata kwa zile jamii ambazo sio za wa kuhama wanatengeneza tamaduni za kuanza kuhama kutafuta sehemu yenye rutuba ili kuweza kufanya kilimo, ambapo wanazidi kulikuza tatizo baada ya kulipunguza. Sasa ukija kuwa na mikataba kama hii ambao kama inaosaidia katika kupunguza majangwa
ukuaji wa majangwa means inasaidia hata kwenye kupunguza swala la ukame ambalo linaathiri moja kwa moja au linapelekea moja kwa moja uwepo wa njaa. Kwa hiyo tunaona kwamba hii mikataba mitatu ina mchango mkubwa sana, sababu ikiwapo mikataba itasaidia hata mbinu mbalimbali kuweza kutekelezeka na kupunguza athari ambazo wanawake wengi lakini na wanajamii kwa ujumla. Tatizo kubwa ni upungufu wa samaki hasa katika maeneo ya Kigoma na Mwanza, na hilo linatokana na mabadiliko ya tabia nchi. Kuna tatizo linaloitwa matumbawi, ambayo hayo matumbawi ni mimea ambayo ni chakula cha samaki. Matumbawi ni chakula cha samaki, na samaki wakiwa wengi sasa, yani uzalishaji wa matumbawi ukiwa mdogo, inapelekea au samaki wanakuwa wanakufa kutokana na upungufu wa chakula. Na kingine ni kwa sababu ya watu kujenga karibu na maeneo ya ziwa. Naamini miaka ijayo tutakuwa ili swala tuongee kama tena ni issue ambayo ni issue ambayo bado haipewi kipaumbele, itakuwa ni issue ambayo iko kwenye imeshakuwa mainstream. Kwa hiyo ni issue ambayo ni agenda kama agenda nyingine ambazo zinapewa kipaumbele katika masuala mengi ya kuendeleza nchi. Kwa hiyo mimi niwatie moyo na tuendelee kupush agenda. Tuendelee kupush, tutafika mahali. I'm sure tutafika, na as long as tayari tuna katika global space, swala hili limeshaanza kuingia kwenye majadiliano na linapewa msukumo mkubwa. Japo swala la fedha pia ni changamoto, lakini naamini as time goes on, ili swala litakuwa addressed vizuri. Wengi wataadapt, na kama sasa hivi tumeshapata guidelines ambazo zinatuhimiza sisi nchi kama nchi wanachama kuhakikisha kwenye miradi ambayo tunaandaa swala la agenda lipewe priority. Kwa hiyo kwenye miradi ya kwenye hizi mifuko ya mazingira yote, ukiangalia mfuko wa GCF, mfuko wa GF, AF, yote inatoa priority kwenye swala la kuconsider issue za jinsia katika utekelezaji wa hii miradi. Kwa hiyo sisi kama NDAs katika ile eneo tunajitahidi pia kukumbuka ile eneo, na mimi najaribu kuwa kusanyiko katika ofisi husika, najaribu kupush, jamani, mradi huu una component ya agenda, umeaddress vipi? Kwa hiyo at least sio kama ilivyokuwa nyuma, unakuta mradi hauna hata component ya agenda. Kama nilivyosema, rasilimali fedha ni changamoto, lakini tunaamini kwa neema za Mungu ana jinsi ya kufungua milango yake. Tunaona jitihada za ofisi ya makamu wa rais, lakini pia tunatambua makundi mengine ambayo yana nguvu zaidi ndani ya ofisi ya makamu wa rais. Samahani kwa kusema hivyo, lakini sisi bado tunaendelea kuwa na nyie pale ambapo tunaweza, na kwa jinsi ambavyo tutaweza kwenda na nyie kwa hiyo sauti moja. Labda pia kuongezea, nadhani katika interest walioko hapa kuna ambao wanapenda kuingia kwenye zile negotiations rooms. Hiki ambacho tunajifunza kitatusaidia hata kule utakapoingia, unajua jinsi gani ya kuweza kuwa na hiyo reservation, jinsi gani ya kuweza ku take forward hizo observations za nchi kama nchi. Na kama alivyotuambia kutoka mara ya kwanza, kwa mfano mdogo lakini mkubwa, tunaanzia nyumbani. Kwa kule tunakoishi, kusudi tuweze kuona hiki tunachokitamani kinabadilika kije mpaka juu. Nakumbuka kaka mmoja leo kuniambia kwa kifupi, unaniangalia usoni, uone hiyo inatoka na kwa nini unaona hivi? Sasa kwa nini sitaki kuangalia usoni? Lakini kwa sababu tulikokuwa wadogo, baba alikuwa anatuambia wewe ni mwanamke, huyu ni mwanaume. Kuna who and man. Tofauti yako na WO, kwa hiyo sikufanya kwamba inakunyima wewe haki yako ya kusimama kama mwanamke kwenye nafasi yako. Na labda hapo na mwisho, kuna siku mtu alikuja nyumbani, mtoto wa binamu yangu nadhani. Sijui alifanya nini, kwa nikawa namkumuta na ile la mtolega mavungu kwa sababu sina mtoto. Bahati mbaya baba akawa anafungua mlango. Sikumbuki kama nilikuwa mchokozi au yeye. Ila baba alichokiona pale akasema, "Kwa nini unamabuse mtoto wangu? Tena wa kike. Na wewe ni mtu mzima namna hii." Kwa hiyo baba alimwambia, "Ndani ya nyumba yangu, kama huwezi kumheshimu mtoto wako, kwa sababu sisi tulikuwa wasichana kwa wakati tuko watatu nyumbani. Kama huwezi kumheshimu mtoto wangu wa kike, ondoka usikae kwangu." Na alikuwa hanishi.
Yani alikuwa kwa mimi nimekuwa naona hivyo. Habagui mtoto wa kike, habagui mtoto wa kiume. Kwa mimi siwezi kuona kwamba kwa nini wewe unikanyage kwa sababu mimi ni mwanamke. Kwa nini nitoe mwili wangu kwa sababu mimi ni mwanamke? Nikitaka kukupa mapenzi hiyo hiari yangu, usininyanyase. Ukitaka kupata kitu hiyo hiari yangu, bado usininyanyase kwa wanawake wangu. Equally, mtoto wa kiume lazima aamini kwamba pia mimi naweza. Hii lugha ya kusema wanawake sasa tumekuwa mashupavu, si kweli. Ni nyumbani tunaanza. Kwa hata hiyo balance ianze kutoka nyumbani. Wa kiume nao watakuwa asubuhi tunakusanya hadithi chini ya mti, watoto wanacheka, mama wa ardhi macho yaking'aa, tunapanda mbegu za kesho, tunazungumza udongo na mito, jua likiwaka, mioyo tulivu, elimu mkononi kama taa ikimulika safari yetu. Mstari wa mbele, mwanamke